Kuna watu hawajui kuwa hii movie ya Dunia wameigiza. Sirius Manyonya ana mahusiano na Mati. Sikiliza mpaka mwisho. Stori kamili: Manyanya, Vai na Mati. Mwisho wa giza, mwanzo wa mwanga. Manyanya alikuwa mwanaume mtulivu, mpole na mchapakazi. Alijenga maisha yake akiamini katika upendo na ndoa. Alimpenda mke wake Vai kwa moyo wake wote, lakini kadri miaka ilivyopita, Vai alianza kubadilika. Hakumwona Manyanya kama mume tena, alimwona kama mtu mdogo asiye na thamani. Maneno ya dharau ya kama kawaida: wewe bila mimi si lolote. Hata heshima huna. Wanaume wa siku hizi wanafanya kazi zaidi ya wewe. Na kama hiyo haikutosha, Vai alianza kutembea nje ya ndoa. Alijifanya haoni kosa lake. Alijiona yuko juu ya kila kitu, juu ya ndoa, juu ya Manyanya, juu ya familia. Manyanya aliumia kimya kimya. Kwa muda mrefu alivumilia kwa sababu aliipenda ndoa yake, lakini majeraha yalizidi kuwa makubwa. Na siku moja alipothibitisha usaliti wa Vai kwa macho yake, kitu ndani yake kilivunjika kabisa. Siku ya mwisho wa kuvumilia. Usiku huo Manyanya alikaa sebuleni na kumuita Vai. Hakuwa na hasira wala kelele. Alikuwa mtulivu kwa namna ya kuogopesha. Vai alikuja akiwa na kiburi chake cha kawaida. "Kuna nini tena sasa?" aliulizwa kwa sauti ya kujifanya hajali. Manyanya akamtazama macho kwa macho. "Vai, tumevuka mipaka ya uvumilivu." Vai akacheka kwa kejeli. "Unamaanisha nini?" "Namaanisha ndoa imefika mwisho," Manyanya alisema kwa sauti thabiti. "Wanaume tunaweza kusamea kila kitu, ila sio usaliti wa mapenzi." Vai alishtuka. Kwa mara ya kwanza macho yake yakatetemeka. Hakutarajia mwanaume aliyezoea kunyenyekea angeweza kusimama imara kiasi hiki. "Manyanya, siwezi kuondoka hivi tu. Tutagawa mali zote kwa usawa, lakini maisha yangu na wewe yanaishia hapa." Hakumwacha nafasi ya kujitetea. Aligeuka na kuondoka, akifunga mlango. Kwa miaka mingi alikuwa akiugonga kwa upendo, lakini ukawa ukimrudisha maumivu. Mati anaingia, mwanga baada ya giza. Baada ya kuachana, Manyanya alikuwa kama mtu aliyezaliwa upya, lakini mwenye majeraha makubwa moyoni. Alipata muda wa kupumzika, kufikiri na kujiponya. Katika